umezungumzia juu ya unapokuwa umeingia kwenye mahusiano ukapita na watu wengi, juu ya zile spirit ambazo zinakaa ndani yako, na unapoingia kwenye mahusiano mengine zinakusumbua. Na uhakika vijana wengi tumepitia changamoto kama hizo. Sasa namna gani ya kipindi hiki ambacho bado tujaingia kwenye yale mahusiano tukatoka kwenye yani tukazishinda hizo spirit kabla ya kuingia katika ndoa? Tunaweza tukazishinda hizo hali, hizo roho za Juma, Amina, Hussein zikatuachia, ili tukiingia kwenye ndoa tukawa watu wapya. Swali lako ni hili, imeandikwa Alela na Kaaba amekuwa mwili mmoja nini? Na Kaaba. Kwanza naomba nieleze ndoa. Ndoa ni agano. Naomba msikize kwa makini. Please, it is very important to take this. Very important. Yani katika mambo yote ni muhimu sana. Ndoa nini? Ni agano. Nimesema nini? Ndoa ni agano. Kila agano lina damu. Kila agano linakumwaga nini? Damu. Nimeweka vizuri. Amen. Hata Yesu afanya agano jipya, alimwaga damu yake. Hata kufanyia magano ya kichawi kuna damu inamwagikaga. Ndoa ni agano, ni covenant. Sawa eh? Ndio. Mungu alipomuumba binti wa kike alimwekea damu. Nafikiri nitaeleweka na tutumia lugha ambayo inaeleweka hapo. Sawa? Siku binti alikutana na mwanamume kwa mara ya kwanza, unatoa nini? Damu. Kuna lugha yake kwa mnaiita, si ndio? Naomba sitaje hiyo lugha. Nimeleka kwamba huyo binti hiyo damu mnanielewa lugha yake? Mnaifahamu eh? Asa kijana uliokutana naye mara ya kwanza akamwaga damu, ndio alikuwa mume wako sahihi kilo. Ndio liingia naye agano. Hapo nimewachanganya wengi. Hivi nimeeleweka vizuri? Ndio baba. Nimewachanganya eh? Kwa hiyo wewe umeshaolewaga? Elisa Praise God. Are you getting? Kwa hiyo wewe ukisema nataka kuolewa, kilo umeshaolewa. Kwa hiyo wewe ni mke wa mtu au ni mume nini? Wa mtu. Ni confuse moja kwa moja. Nafikiri this is confusing. Ina tasaidia. I'm coming to solution. Nakuja solution. Naongea kilo sawa, nakuja na solution. Amen. Kwa hiyo wewe hapo ulipo hapa, yule Omari yule John ndo mume wako halali kiroho. Unaweza kuwasahau wanaume wote duniani au wanawake wote, ila hauwezi kumsahau hata ukizeeka mwanamume uliyokutana naye kwa mara ya kwanza. Never ever. Ukimuuliza Samueli ambaye maybe katika baada ya jua Mungu alikutana na mabiti wengi, inawezekana kwa mabiti wakumbuke, si ndio? Yeah, sure. Lakini yule wa kwanza namkumbuka. Uweze kumsahau hata ukizeeka. Yeah, sure. The first boy in your life, unaweza kumsahau? Eh? Uweze kumsahau. Ukisema umemsahau pengine umekuwa kichaa. Amechanganyikiwa na mapenzi kabisa. Mahusiano ya shampoo. Uliza. Zamani watu walikuwa wanasema kwamba usichana, yani zamani ulikuwa mwanamke ukiwa na binti ukiwa unaendesha baskeli unaambiwa usiendeshe baskeli kwa sababu sio itakusababishia uharibu usichana wako. Sasa kwa mtu ambaye umetokea kwa mazingira hayo, wanasema hivi, ni swali la msingi sana. Kuna watu wanasema hivi, zamani ulikuwa unaambiwa usiendeshe baskeli ili uharibu usichana. Si kweli. Si kweli. Ande papesa si kweli. Si kweli. Anaweza hizo kama utaona hiyo kitu kwenye maisha yako, jua ulilana jini mahaba. Mimi nimeendesha baiskeli kutoka nikiwa Wewe ulifanyaje? Mimi nimeendesha baiskeli tangu nikiwa na miaka 5. Ndiyo. Lakini nimekuja kukutana na mwanamume wa kwanza na damu ikatoka. Sasa ukiona binti umekutana na mwanamume hujaona hiyo kitu, jua wewe ulibakwa ukiwa mdogo na jini mahaba. Show tell you. Yaani uliogwa. Kwa sababu agano la ndoa katika damu. Sasa ukikutana mwanamume kwa mara ya kwanza, hii damu ikamwagika. Aliyemwaga damu ndiye alifunga agano la ndoa halali na wewe. Kwa hiyo utakapoolewa, huyu atakaye kuoa ameoa mke wa mtu. Hapa kuna wengine wamekasirikia hapa. Inaumiza sana. Ndio maana zamani wazee wa zamani walikeep
kuna baadhi ya mataifa kama Warabuni, hata baadhi ya Zanzibar sawa kuna binti kama huko hivyo auolewi. Baada ya mataifa nashukuru mataifa ya Kiarabu kule Warabuni they are good, ila Christianity tumeharibika. Walioharibika sana ni Christianity. Sio kama napenda Ukristo, hapana. Ni kwa sababu tumetoka kwenye maadili ya msingi yale. Lakini baadhi ya mataifa ya Kiarabu, kwa baadhi ya mataifa ya Kiarabu wana maintain hiyo kitu mabinti. Ndio maana sometimes Waarabu wanaolewa kwa wadogo mabinti ili kuhakikisha wana keep covenant. Umeelewa? Kabla binti hajaharibikiwa kule mtaani, anaolewa miaka 12, 13, 14. Sawa? Hata baadhi ya Wapemba pale. They doing that. Umeelewa? Kwa sababu wanajua ile ina implication katika ulimwengu wa roho. Umeelewa? Sasa wengi tunaooa wake za watu wameshatumika. Usijisikie vibaya, kuna njia. Kuna solution. Sawa? Sasa mkielewa jambo hili, hamtasusha sketi zenu. Yaani mkielewa jambo hili, mabinti wanatazama, hawatakubali kushusha nini? Sketi zao mapema. Nimeliongea ili mjue kwamba ina implication kubwa katika ulimwengu wa roho. Are you getting? Sasa yule uliyokutana naye for the first time akamwaga damu, uliingia nayo agano, this katika ulimwengu wa roho ndio mume wako halali kabisa 100%. Kwa hiyo na vijana mjue, wewe kijana ambao umeoa, kijana ujue ukiwa binti ambaye haiko na hiyo kitu, umeoa mke wa mtu. Sorry for saying this. Mafundisho magumu kidogo sana. Kwa hiyo Samueli, jiandae. Unajua kama huyu Irene, huyu Jessica, huyu Elizabeth, huyu Glory naoa, lakini ni mtu wa jamaa. Inauma sana. Inauma sana. Yule unakuwa unajua kwamba mimi naenda kwenye harusi kubariki ndoa. Sio amfungi ndoa nyinyi. Ndoa ishafunguaga zamani. Tunabariki mahusiano. Sawa Inauma Inatafakarisha No. Sana. Sasa inabidi hii knowledge iende kwa mabinti zetu walio wadogo. Yes. Wajue kitu. Na hapo ndio vijana mabinti mtasaka na kuombea ili muolewe. Mtakuwa mnaolewa in the right way. Amen. Na amtaona mahusiano yanosumbua. Amen. Mahusiano yatasumbua tena. Amtakuwa tunapangia mstari hapo kuwekea mkono ili muolewe. No, it will be something automatically. Sasa kinachosumbua wachungaji hapa, tunawaombea mara nyingi mabinti. Kwa sababu tunaombea wake za watu, ati Mungu wakumbuke. Tunaombea walio kwa divorce. Spiritual divorce. Ndio maana hapa mko desperate na maombi. Baba niombe niolewe. Umeshaolewaga. Kwa nini ninachokifanya mimi nakusaidia Mungu at least kwa neema yake. Sawa? Hiyo divorce ivunjike upate divorce, spiritual divorce. Umeelewa? Na sasa ndio maana Mungu anapokufanana wewe. Unakuta wewe unaoa mke wa mtu. Unaolewa na mume wa mtu. Nieleweka? Sure tell you. Yaani ukiona unaolewa na nini? Na lazima kuna kujiuliza kama binti umejitunza unamuuliza Samuel, wewe ni mke wa mtu au wewe ni wa kwangu kwenye? Akisema mimi ni mzoefu, unamuuliza kwa upendo, mwambie Samuel please. Kata miguu yako ondoke. Kwa Samuel anaweza kufikiri kama ni mabinti wana shida. Hata wewe una shida kwa sababu wewe ni mume wa nini? Anesa otherwise ukupatia kumwona binti namna ile. Are you getting? Yeah, wanaume sometimes anaweza akapona kwa sababu yeye mwingine hajawahi kumwaga damu ya mtu. Amekuta wengine wameshamwagwa. Kwa hiyo anatembelea. Ni magumu